Bakari anamuuliza vipi? Amekwambia yuko wapi? Moreniki akaambia mimi sijui. Akaambia nilijua tu. Kutoka naira 971,645 hadi sifuri nyingi. Pesa yote ilikombwa na maaskari. Alafu wakaja kumtupa sero. Lakini taratibu fahamu ikaanza kurudi. Asa hapa reception tunamuona AY. Kafata nini? Mwamba amekuja kumfuata Shina aondoke naye. Kwani wanajuana? Mi sijui. Wazee walijaribu kuhoji, lakini shida ni kwamba amri ilitoka ngazi za juu huko kwa wakuu kuwa wamwachie Shina. Huyu mjomba alimfungulia huko ananungunika mno. Si ametoka kumbutua muda so mrefu. Basi wazee walimchukua kisha wakamleta mpaka kwa bosi wao hapa. Asa Shina bado haelewi kwa nini uko hapa, lakini alishangaa pia kumuona na Ugo yuko pale. AY akampa taarifa bosi wake kuwa Ugo kasema pesa hana, kwa anasubiri tu ruhusa amuue. Shina anazidi tu kuvurugwa, akamuuliza Ugo, pesa gani hizo anaongelea na kwa nini niko hapa? Sasa kumbe bana, mida ile Ugo anawaambia kuwa kuna ndugu yake ndo anazo hela. Alimtarget mshikaji wake Shina, wakati alikuwa anafahamu kabisa kuwa zile pesa zilikuwa ni kwa ajili ya matibabu. Kwa kuwa mshikaji wake alionyesha kuwa haelewi, ikabidi AY amueleweshe sasa. Kumbe bana, mshikaji wake Ugo ni miongoni mwa wakabaji na wezi wakubwa tu hapa mjini Lagos. Na iko hivi, hata uwe ni kigogo vipi, kuna vitu uwezi ukavifanya hapa mjini bila kupata ruhusa yao. Yani huyu bosi sasa ambaye jina lake anaitwa Bamidele Bankole, mzee alikuwa ni miongoni mwa madoni wakubwa sana hapa mjini. Na makubaliano ilikuwa kuna sehemu waende wakaibe, kisha 90% ya pesa aletewe yeye, alafu 10 zinazobaki wachukue wao. Lakini kwa bahati mbaya Ugo hajaleta hata 100. Cheki washikaji walichokifanya. Ugo alikatwa vidole vyake vya mkono wa kushoto. Alo, yani unyama tu. Mzee alimpa taarifa kuwa tayari familia yake ipo mikononi mwake. Kwa pindi atakapomaliza kwenda kuoa marafiki zake ambao walishirikiana kwenda kuiba, atahakikisha anamuua yeye pamoja na familia yake. Na ukizingatia mkewe tayari ana ujauzito kwa sasa. Ugo akamuomba sana asiguse familia yake. Shina akamwambia mzee, nafikiri kinachoendelea hapa mimi hakinihusu. Mngeniacha tu niondoke. Mzee akamwambia sawa, wewe hauna makosa, unaweza ukaenda. Kweli Shina akaamka akawa anaondoka. Lakini nafsi ikamsuta ise. Mshikaji alirudi kisha akapiga magoti akamuomba asihusishe familia ya mshikaji wake kwenye issue yao, kwani wao hawana hatia. Imagine, yani licha ya mshikaji wake kumchoma, bado alimwombea waiache familia yake wasidhuru. Mzee akamwambia ise, yeye mwenyewe ndo amesababisha hii kwa upuuzi wake. Na isitoshe kuna kazi nilitaka vijana wangu waifanye, lakini nguvu kazi ndo imepungua. Na hicho ndicho ninachohitaji kufikiria kwa sasa. Shina akamuuliza kazi gani hiyo? Mzee akamwambia haikuhusu. Pale Shina akamuuliza, je, nikifanya hiyo kazi mimi utaiacha familia yake iende? Mzee kabisa, nitaiacha, kwani niendelee kuisumbua? Na vipi kuhusu bibi yangu mgonjwa, utanisaidia kulipa bili ya hospitali? Mzee akamwambia swala dogo hilo. Shina akamwambia basi ifanye sasa hivi. Mzee akamwambia we mpuzi, usije hata siku moja kwenye maisha yako ukanichukulia poa, kwa sababu we ni maskini tu. Utakapomaliza kazi yangu nitatekeleza nilivyokuahidi, full stop. Mshikaji hakuwa na namna, ikabidi tu akubali. Sasa kwa kuwa wamekubali, wakambadilisha na jina, wakamwambia sisi hatutakuita Shina, tutakuita Shepe. Kweli mzee, washikaji wakaenda kwenye iko kipengele, lakini Shina bado alikuwa hajui walichoenda kufanya. Akamuuliza, kwani tumekuja kufanya nini hapa? Kwani unafikiri Jamali ilimjibu? Alishuka kwenye gari kisha kuna sehemu akaingia. Shina aliendelea kusubiri, na baada ya muda kuna jamaa akaja akamwambia nisaidie, anataka kuniua. Ghafla kawekwa chuma. Alipigwa chuma mbele ya macho yake. Punde AY alirudi kisha akamwambia washa gari tuondoke. Asa Shina bana, yeye ni mtakatifu, hajawahi kabisa kuona mtu anakufa kikatili kama vile. Na ukizingatia alimwomba amsaidie akashindwa kufanya hivyo, ndo kabisa yani. Jamaa akamwambia mzee, hebu endesha gari ya sense, sije nikakumwaga ubongo na wewe. Kweli mzee, mshikaji ikabidi aendeshe gari maana askari walikuwa wanakuja. Mchakato ulipokamilika Shina alilia mno. Yani alilia mno. Alijiona kuwa amefanya dhambi kubwa mno kukubali kufanya ile kazi yao, kwani hakujua kama wanaenda kuua nafsi ya mtu. Ukichanganya na yale maneno ya bibi alomwambia muda ule, ndo kabisa yani. Mara akasikia simu yake inaita. Alivyopokea alikuwa ni Dr. Moreniki, anamwambia Mr. Shina, kwa sasa ndo tunamwaisha mgonjwa theater. Sijui ni nani uliongea naye, lakini anaonekana ni mtu mkubwa sana, maana tumepigiwa simu kutoka uongozi wa juu na kuambiwa kuwa tuanze operation haraka. Kuhusu bili yote ishalipwa mzee. At least ile ikawa kama ni habari njema kwake. Palipambazuka na Shina alifika hospitali. Na kweli Mungu alifanya wepesi, operation ilifanyika salama, na baada ya muda bibi aliamka. Pongezi nyingi mno ziende kwa Dr. Moreniki kwa kumpambania. Bibi alimuuliza Shina ametoa wapi pesa zilizotumika kwenye matibabu. Shina alijiumauma, lakini alimdanganya kuwa ni msaada kutoka serikalini kwenye mfuko wa kuwasaidia wazee pamoja na vikongwe wasiojiweza. Bibi akamwambia
Sasa wakiwa bado wanaendelea kuongea, kwenye TV wanaona ripoti kuwa kuna mauaji makubwa mno yaliyotokea jana usiku kuamkia leo. Mrs. Yatanda ambaye alikuwa ni mgombea wa nafasi ya ugavana ameuawa, na ukumbuke yeye ndo alikuwa anapendwa sana na wananchi kutokana na moyo wake mzuri wa kusaidia. Lakini pia ripoti ilitoka kuwa Victor Osareteni ambaye naye alikuwa ndo campaign manager yake naye pia ameuawa. Dr. Morenike kusikia habari za Victor nguvu zote zikamuisha. Shina akashangaa, mbona Dr. kusikia jina la Victor amestuka sana, kuna nini? Dr. Morenike alitoka mbio pale ndani. Ikabidi sasa amuulize nesi vipi. Nesi ndo anamsanua kuwa huyo Victor Osareteni alouawa ndo alikuwa mchumba wake. Ule ukawa ni msumari mwingine wa maumivu kwa Shina. Ndo ule mshikaji aliyekuwa anamuomba msaada jana usiku. Akaona hapana. Bibi akamuuliza una nini wewe? Mchizi akamzuga kuwa yupo sawa, kisha akatoka mule ndani. Dr. Morenike alijaribu kupiga namba mpenzi wake ili kuthibitisha. Ni kweli bana, walipokea madokta wengine na kuthibitisha kuwa amezima. Bibi akalia mno, akabaki tu anaangalia picha ya mpenzi wake. Lakini hata Shina naye hakuwa sawa. Dokta aliyekuwa akimsaidia bibi yake hospitali wakati ameenda kutafuta pesa, yeye ameshindwa kumsaidia mchumba wake ambaye ndo alikuwa faraja kubwa kwake. Tena kinachomuumiza zaidi ni ameshiriki kumpeleka muuaji. Akiwa bado yupo restroom, kwa pembeni akaona gazeti. Ile kulifungua hivi ndo akagundua kuwa Mr. Bamidele Bankole pia naye alikuwa ni mgombea nafasi ya ugavana, na aliyekuwa anamsumbua kwenye upinzani ni Mrs. Yatanda ambaye alikuwa anapendwa sana na wananchi. Hivyo njia pekee ya kushinda aliona ni kumuua, na hiyo ndo ilikuwa kazi walioenda kuifanya jana usiku. Mchizi ndo anasanuka sasa hivi. Aise, alijilaumu mno. Asa baada ya muda kidogo akaingia Ugo. Jamaa alikuja kumwomba mshikaji wake msamaha kwa sababu kupitia yeye familia yake wapo salama hadi sasa hivi licha ya kuwa yeye alimsaliti. Shina hakumuelewa kwa sababu kipindi chote iko hakujua kama mshikaji wake ni kibaka. Ugo akamwambia ndio alikuwa anakaba, lakini baadhi ya pesa alizokuwa anazipata kwenye mitikasi yake ndizo alizokuwa anamgea kusolve vipengele vyake. Gari yake inapopata shida ya kiufundi, yeye ndo alikuwa anamkwamua. Kwani unafikiri Shina alimuelewa sasa? Alimwambia iwe mwanzo na mwisho kumsogelea tena kwenye maisha yake, na kama ataenda kinyume na hivyo atamuua. Alipomaliza huyo akaondoka. Sasa alitoka kule hospitali na kuja mpaka haya maeneo hapa. Kwenye redio akasikia wanatoa namba kuwa kama kuna yoyote anafahamu chochote kuhusu mauaji ya kifo cha Mrs. Yatanda basi apige namba ambazo mtangazaji alizitaja kwenye redio, kwani hiyo itawasaidia polisi kwenye uchunguzi, na waliahidi kumficha atakayejitokeza kwa sababu za kiusalama. Asa mchizi akatafakari, akaona pengine njia nzuri ya kujisafisha hata mbele za Mungu ni kuwafichua hawa watu ili haki itendeke. Akiwa haya maeneo hapa aliokota simu kisha akaipigia ile namba ili kuwataarifu kuwa anawafahamu waliohusika na mauaji. Basi akataja sehemu alipo, kisha baada ya muda akaja mtu ambaye alijitambulisha kama ofisa upelelezi, na kwa kuwa ushahidi wake ulikuwa unamhusu mtu mkubwa ikabidi watoke kabisa yale maeneo na kwenda pembezoni. Walipofika hapa detective akaomba kidogo kwenda kupii. Cheki hiyo sura. Kweli mzee mchizi alishuka akamwaga maji, kisha aliporudi kwenye gari bila kutegemea, kwenye redio akasikia sauti ya Mrs. Yatanda akiwa live anaongea kwenye redio, kumaanisha kuwa mwanamama hajafa. Basi Shina akafurahi mno kusikia kuwa Mrs. Yatanda ni mzima. Jamaa akamwambia hizo ni habari njema Shepe. Gengenge. Shina akastuka. Shepe? Taratibu akageuka kumuuliza umenihitaje? Pale pale akatoa chuma na kumwambia ashuke. Kumbe bana alikuwa ni mtu wao. Ina maana ile ilikuwa ni michezo tu kuona kama atanasa, maana yeye ndo mtu pekee ambaye alikuwa anafahamu, alafu sio memba wao. Bila kupoteza muda jamaa akamwambia asali saa zake za mwisho kabla alijamuua. Mchizi akaanza kupiga maombi. Sasa kwa pembeni hapa kuna washikaji waliona ile kitu. Mwamba aliendelea kuomba msamaha kwa Mungu maana alishaona hapa stoki. Akiwa anaendelea na toba, kwa nyuma kuna mtu akaja akambamiza detective. Nani? Alikuwa ni Ugo. Cheki anavyomwangalia. Kumbe bana jamaa alikuwa anamfuatilia mshikaji wake, kwani alikuwa anatamani sana wamalize tofauti zao, na kwenye kumfuatilia aliona anakuja na mtu haya maeneo huku. Alo, kweli Mungu si Athmani. Asa pisto ya huyu jamaa ilidondoka kwa pembeni hapa. Taratibu akawa anaisogelea ili awamalize. Saa ngapi isikanyagwe? Hao wazee walisogea bana. Watu wema bado wanaisha isee. Mrs. Yatanda aliendelea kuhutubia live akiwapongeza polisi ambao walikataa rushwa na kusimama kidete kuhakikisha wanawakamata wote ambao walihusika na jaribio la kutaka kumuua. Wajomba alifichuliwa bana, yani Mr. Bankole pamoja na jopo lake akina AY. Yani yeye mwenyewe haamini kama amedakwa, si alikuwa ni doni. Lakini pia kwa masikitiko makubwa, Mrs. Yatanda alieleza kuwa kupona kwake kulitokana na umahiri mkubwa wa campaign manager yake ambaye alikuwa ni Victor Osareteni, na ndo tunaonyeshwa sasa ilivyokuwa. Wakati AY ameingia kumuua mheshimiwa, kwa nyuma akatokea Victor
akamstua, jambo ambalo lilipelekea kufyatua risasi kimakosa. Walivutana hapo kati, lakini AY alimzidi nguvu Victor akakimbia. Alinyanyua bastola lakini hakupiga tena, akiamini kuwa ile ya mwanzo imempata. Kumbe ilimchubua tu kidogo, na hiyo ikawa ndo ponapona ya Mrs. Yatanda. Ripoti za kuwa alikufa zilitengenezwa tu na polisi ili wafanye uchunguzi waweze kujua wahusika. Na jinsi Victor alivyokufa nadhani wote tuliona. Alipigwa risasi mbele ya shina. Dr. Morenike naye alikuwa anasikiliza ile live ya mheshimiwa, akawa anafurahi kuona waliohusika kudhulumu nafsi ya mchumba wake tayari wapo kwenye mikono ya sheria. Lakini bado inauma eti uchaguzi ulifanyika, Mrs. Yatanda akapita na wananchi wote wakawa na furaha. Na kufikia hapa ndo unakuwa mwisho ili chupa linaitwa Shina. Hebu niandikie maoni yako hapo chini, umelionaje ili chupa? Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza unakutana na hii channel, hakikisha una subscribe na ugusa alama ya kengele ili nikidondosha tu kazi mpya walete. Na pia unaweza ukanifollow pale Instagram, Facebook, TikTok @Mudindalo. Na kufikia hapa sina cha ziada, tukutane kwa tambari linalofuata. Ulikuwa na mimi Mudindalo, na hivi ndo huwa nafanya. Nawapenda wote na muwe na siku njema.